Tumekutana tena kwa mara nyingine, watazamaji wangu wa Enjoy Boss Mtoto. Leo tunaangazia masuala ya mpira. Leo kuna game 4 za UEFA Champions League. Game ya kwanza kabisa ambayo itayochezwa saa 2:45 kati ya Bodo dhidi ya Sporting Lisbon. Ikumbukwe hii game ilikuwa ni game ya marudiano. Game ya kwanza Bodo walimfunga Sporting Lisbon goli 3-0. Hapo ukumbuke hii Bodo ni timu hatari sana mwaka huu, imejipanga, haina jina kubwa, ni timu ya Norway. Game ya kwanza imekutana timu kubwa Manchester City. Manchester City akaambulia kichapo cha goli 3-1. Game ya pili amecheza na Atletico Madrid. Atletico Madrid akapigwa goli 3-2-1. Game ya tatu amecheza na Inter Milan nje ndani. Bodo ameshinda goli 3-1. Marudiano akiwa ugenini, Bodo ameshinda goli 2-1. Ujue kabisa hii timu ni hatari kabisa, na uwezekano wa kupita kwenye hatua ya kuingia robo finali kombe la UEFA ni 85%. Ana uwezo wa kupita Bodo, maana ana utangulizi wa magoli 3-0 dhidi ya Sport Lisbon. Game ya pili itachezwa kati ya Arsenal na Bayern Leverkusen, ambao Arsenal mechi ya kwanza walitoka goli 1-1. Kwa Arsenal ana advantage ya nyumbani, anamaliza nyumbani, kwa hiyo ana uhakika wa kushinda, ila mechi itakuwa ni ngumu sana. Katika game ambayo itakuwa ni ngumu ni hapo Bayer Leverkusen wenyewe wamesema watazuia, watashambulia, yani kwa udi na uvumba lazima wapite. Na Arsenal vile vile tunaijua Arsenal timu mwaka huu jinsi ilivyo, ni timu bora sana duniani kwa mwaka huu 2025 2026. Na game ya tatu kati ya Chelsea dhidi ya PSG, bonge moja la game. Ikumbuke mchezo wa kwanza PSG akiwa nyumbani alimfunga Chelsea chuma 5-2. Sasa game hii marudiano, wapo Stamford Bridge England pale Uingereza. Kwa hiyo Chelsea atakuwa mwenyeji wa mchezo huu kati ya PSG dhidi ya Chelsea wenyewe, wanajitaga wazee wa Blues. Kwa hiyo mchezo huu Chelsea anataka, kama anataka apindue meza, ashinde kuanzia magoli 4 ndo ana uwezo kufika hatua robo finali, kuvuka hatua robo finali. Mwana japokuwa itakuwa ni gap kubwa sana, na PSG wenyewe wanataka wapite moja kwa moja, japokuwa PSG wenyewe wanaongoza kwa chuma 5-2 mpaka sasa hivi, aggregate 5-2 zinasoma. Na mchezo mwingine wa hamu sana kati ya Manchester City dhidi ya Real Madrid. Ikumbuke Manchester City game ya kwanza dhidi ya Real Madrid, Manchester City alifungwa goli 3-0. Goli 3-0 zimefungwa na kiungo mshambuliaji Valverde. Kiungo huyo amekuwa mwaka huu ni hatari sana katika viungo bora duniani. Uweze kuliacha kujitaja jina la Valverde. Valverde amekuwa na mchango mkubwa sana Real Madrid. Real Madrid walikuwa wamestruggle sana kwa majeruhi. Kylian Mbappe, Carles pamoja na Jude Bellingham, wote walikuwa kwa majeruhi. Kwa Mbappe, Bellingham, Carles wote wamesharudi. Kwa game hii ya leo watakuwepo na mchezo utakuwa mgumu, japokuwa Man City ana advantage kubwa sana ya kuwini. Ana uwezo wa kuwini kuanzia chuma 2 hadi 3. Japokuwa mechi itakuwa ngumu, lakini ikumbukwe Man City kwenye game yake ya nyumbani dhidi ya Real Madrid anakuwa ni hatari sana. Mara ya mwisho wamekutana Real Madrid na Manchester City, game ya mwisho Manchester City akiwepo nyumbani, Manchester City alishinda chuma 3-1. Na mechi ya 2023 ikumbukwe Manchester City ilikuwa ni hatari, alishinda chuma 4-2 dhidi ya Real Madrid mwenyewe. Kwa hiyo Manchester City kwenye uwanja wa Etihad anakuwa ni hatari zaidi akiwa ugenini. Kwa hiyo Real Madrid kama nataka wajipange, yani wapite kwenye hatua hii ya 16 bora ingie robo finali, kwa hiyo wanatakiwa washinde, la sivyo wa draw. Hiyo mechi itakuwa ngumu sana kwa upande zote mbili. Man City atakuwepo atafuta mabao ili ya kusawazisha, kuweka mizani uwe sawa. Kwa hiyo tutajua hii mechi itakuwa ina ushindani mkubwa sana. Pep Guardiola anasema hii game wanapita. Real Madrid anasema hii game moja kwa moja wameshapita moja kwa moja. Wametanguza mguu wa kulia mbele, kuona baki mguu mmoja tu wa kumalizia mchezo wa leo hii. Ikumbuke hizo mchezo zote kati ya Bodo na Sporting Lisbon, mchezo ndio utakopo wa kwanza kucheza, utachezwa saa 2:45 za usiku saa za Afrika Mashariki. Michezo mingine mitatu iliyobaki ya Arsenal,
Real Madrid pamoja na PSG zitacheza mida ya saa 5 kamili usiku. Kwa ndugu zangu, kwa leo ndo hayo. Kwa yoyote ambao hajasubscribe katika channel yangu hii ya Enjoy Boss Mtoto, naomba asubscribe, nitashukuru sana. Dondosha comment yoyote ambayo anaiona ya maana. Inshallah, shukrani sana, nawapenda sana.